Karibu Alama Studio, simulizi zenye hisia, mafunzo na msisimko. Tuanze. Sura ya 4. Posa iliyobeba machozi. Asubuhi ya Jumamosi ilianza kwa utulivu usio wa kawaida katika kijiji cha Kibogwa. Ukungu uliteremka taratibu kutoka milimani. Ndele wakaruka kutoka tawi moja kwenda jingine wakitafuta chakula. Harufu ya kuni zilizokuwa zinawaka ilitanda hewani ikichanganyika na upepo mwanana uliotoka bondeni. Lakini ndani ya nyumba ya mzee Nasoro hali ilikuwa tofauti. Wanayanga alikuwa ameamka kabla ya alfajiri. Alifajia uwanja, akafua vikombe vya udongo, akaandaa chai ya tangawizi na mihogo ya kuchemsha. Hakuna aliyemwambia afanye hivyo, lakini moyoni mwake alijua wageni walikuwa wanakuja. Biti Maina alikuwa amekaa nyuma ya nyumba akimenya mihogo. Hakujua wageni hao walikuwa kina nani. Alimsikia mama yake akimwambia, "Agnes, leo usiende shambani." "Kwa nini mama?" "Leo baki nyumbani tu." Hakukuwa na maelezo zaidi, lakini moyo wake ukaanza kujaa maswali. Mchana ulipokaribia, sauti za watu zikasikika nje ya nyumba. Mbwa wakaanza kubweka. Watoto wa jirani wakakimbia kutazama wageni. Mbele ya nyumba zilisimama mikokoteni miwili ya ng'ombe pamoja na wanaume watatu waliokuwa wamevaa kanzu nyeupe na kofia za kushona. Walikuwa wametoka mbali, Zanzibar. Mzee Nasoro akawatokea mlangoni. "Karibuni sana." "Asante." Wakapeana mikono kwa heshima. Baada ya salamu na dua fupi, wote wakaingia ndani. Biti Maina alikuwa amesimama mbali kidogo akiwatazama kwa mshangao. Hakuwahi kuona wageni waliovaa mavazi kama yale. Hakujua walikuwa wamefuata nini. Mazungumzo yakaanza taratibu. Kwanza waliongea kuhusu mvua, kisha mazao, baadaye afya, mpaka mmoja wa wageni akakohoa kidogo, kisha akasema, "Mzee Nasoro, sisi katuliaja kwa bahati mbaya." Ndani ya nyumba akatulia. "Tumekuja kwa jambo la heshima." Mzee Nasoro akainama kidogo. "Tunawasikiliza." Mzee huyo akapumua kwa kina. "Kijana mmoja kutoka kijiji cha Kiboje, Zanzibar, amejituma kutafuta mchumba." Akanyamaza kwa muda mfupi. "Kijana huyo anaitwa Satingi." Moyo wa Wanyalanga ukaanza kwenda mbio. Mzee huyo akaendelea, "Tumekuja kuomba mkono wa binti yenu Agnes." Kimya kikatawala. Moto wa kuni uliokuwa nje ulisikika ukipasuka kwa sauti ndogo. Hakuna aliyesema neno. Baada ya muda, mzee Nasoro akauliza kwa utulivu, "Huyo kijana anaishi vipi?" Mmoja wa wageni akajibu, "Ni fundi wa baisikeli." Akasita kidogo, "Na pia anajitafutia riziki kwa kazi nyingine ndogo ndogo." Hakutaja habari ya Bongo. Alihofia kwamba ingeharibu posa, lakini alijua ukweli huo usingeweza kujificha milele. Mazungumzo yaliendelea kwa saa kadhaa. Mwishoni wageni wakaomba muda ili familia ifikirie. "Hatulazimishi, tutaheshimu uamuzi wenu." Baada ya kuagana wakaondoka. Vumbi lililotokana na mikokoteni yao likaendelea kuonekana kwa muda mrefu njiani. Jioni ilipoingia, mzee Nasoro akawaita Wanyayanga na Biti Maina. Ndani ya nyumba mwamba wa Kibatare ulikuwa hafifu. "Agnes." "Naam baba." "Leo wamekuja watu kukuomba." Biti Maina akabaki ameinamisha kichwa. Hakusema chochote. Kwa mara ya kwanza maishani alihisi miguu yake ikitetemeka. "Unasemaje mwanangu?" Kimya. Macho yake yakajaa machozi. Hakuwahi kufikiria kuolewa. Hakuwahi kufikiria kuondoka kwa wazazi wake. Kibogwa ndiyo ilikuwa dunia yake yote. Baada ya dakika kadhaa alisema kwa sauti ya chini, "Baba." "Ndiyo mwanangu." "Nikiondoka, nani atamsaidia mama?" Asante kwa kutazama. Subscribe, like na share. Tukutane kwenye episode inayofuata. Alama Studio, simulizi hisia.
alama.